Hello guys, it's Mr. Virus again. Welcome again back. Leo tunaenda kutazama tool ya Tanzania Full Open Source Intelligence. Okay, kabla ya kwenda mbele kabisa inabidi utambue nini maana OSINT, ambayo ni Open Source Intelligence. Ni kitendo ambacho cha ku break down ili kutafuta taarifa za mtu mtandaoni. Kuna njia mbalimbali za OSINT, kuna Google Docking, kuna tool mbalimbali, kuna Maltego, IP lookup. Inategemea unafanya OSINT unafanya katika website, yani inategemea ni wewe tunafanya OSINT. OSINT ni muhimu sana kwa maisha yetu kabla ya hacking. OSINT, Open Source Intelligence. Okay, leo naenda kuonyesha mfano wa Open Source Intelligence, jinsi taarifa zako zinavyoweza kupatikana kwa kutumia Tanzania Full Suite Intelligence. Okay, tutaenda hapa katika GitHub repo, kisha unatembelea GitHub repo hii hapa, hii official ya Mr. Virus, ambayo ni GitHub repo yangu. Tusonge sana, tondoke tukaiclone tool yetu. Ni vizuri ukava overview readme.md ili ukapata kidogo maelezo. Okay, git clone. Kabla ya kuclone, huko ina clone, huko unaendelea kukumbusha hii tool unaweza ukaclone Temuxen Linux distribution, ina work Windows, yani ni wewe tu, Mac wewe tu. Okay, itatuambia tayari. Okay, nitachukua tool yangu, nitaicopy, kisha nita change directory, nita list directories. Nitaona hii kitu pip hii hapa, hii requirements. Sasa hapa nikiandika hivi, kwa wewe mtu wa Temux utaandika tu hivi, lakini kwa mtu wa Linux itakataa. Sasa ngoja nikuonyeshe jinsi ya kuset up kwa ajili ya kudownload install Python library, na so tu hii to any script. Kama itakugomea basi tumia njia ambayo ninakuelekeza. Utaandika Python 3 m venv. Utasubiria hapo kidogo, kisha utaandika source venv bin activate. Hii itaweza kuinstall kama Python hizo libraries. Okay, sasa utaandika pip install. Hapa ni sawa kuweka install samani. Kwa hiyo itakukatalia, haitowezekana kwa mtu wa any Linux distribution. Itakukatalia unless utumie njia ambayo nimekuelekeza in any script. So hii tool yangu tu in any script ambayo hii inakudai download requirements.txt, ukutana hii in challenge, tumia njia yangu ya kuelekeza, create Python library ambayo ni venv tumia. Okay, utapaste, kisha itajinstall wenye automatically. Utasubiria. Kwa mtu wa Temux so lazima utumie tu, utaandika tu pip install hiyo afu uta paste hiyo, itajinstall automatically. So lazima uset hii Python library. Pia endelea kukumbusha, kusisitiza ufuate steps kwa makini. Sasa huku inaendelea kuinstall, huku naendelea tu kuelekeza jinsi ya escape au avoid OSINT. Tumia username mbalimbali. Kwa mfano kama Instagram unajiita Mtopwesh 09, basi TikTok usijiite Mtopwesh, basi badilisha ngao hata username, tumia namba moja, mfano Afia 01, lakini usitumie username moja. Hapo
haka anaweza kukamata, anaweza kufanyia OSINT kupitia tu kama Shallow ambayo inajulikana maarufu duniani kwa social media OSINT edition. Kwa usipende sana kuanika picha zako mtandaoni, kuanika taarifa zako. Hakikisha vitu vyako muhimu au viposti katika social media. Okay, na hiyo kusisitiza sana hiyo username badilisha in every platform. Okay, nilistopisha kidogo, nilipause video kutokana na installation kidogo kwa kubwa. Okay, tuendelee sasa. Isha install sasa, so type clear screen kwa ajili ya ku clear screen. Okay, LOS list directory. Ukirun tena so lazima urani even hapana, ina haja. Get a list directories. Copy Python, kisha utapesti na hapo sasa tuko ndani ya tool ambayo hizi ndio option zake. Okay, sasa let's say nataka kufanya OSINT edition. OSINT nitakufanya full number. Okay, Python 3 OSINT.py, kisha mfano nataka kufanyia namba simu, kufanya OSINT. Okay, OSINT phone, kisha mtachagua option ya phone, kisha utaweka namba hapo +255. Ngoja niweke namba yangu ya simu niangalie. Okay, sorry kidogo, nilikuwa nimeweka namba, nimeenda kuchukua namba yangu ya simu maana sijui kichwani. Okay, kisha nitaweka kama hivyo, utaona. Oh, sorry, nimekosea. Python OSINT.py phone, then +255 762 358 108. Okay, kama unavyoona hivyo ndio imetoa report. Namba valid imesema yes, possible yes, national number ndo hiyo, namba TZ, carrier Vodacom, time zone ni Africa Dar es Salaam, coordinates ni hapa. Okay, sasa hii ndo estimated location ambapo namba ya simu ipo. Ta open link. Kama unavyoona yes, true, I'm in Dar es Salaam, lakini yes, true kama tulivyoona Dar es Salaam. Okay, imesimama eneo gani? Kama unavyoona imeshow estimated location. Okay, ngoja tucheki nyingine. Tukopi hii Python, utakopi then utapaste OSINT.py. Sasa hivi nitachagua social ambayo ni hapa. Tuta break down hii namba imesajiliwa sehemu gani, across platform gani.
Let's break down tujue. Yes, my number is like registered. Yes, Telegram, yes, namba yangu kama unavyoona nimesajili tu sehemu hizi mbili, na tool yetu ya OSINT imetuambia. Kwa hiyo huu ndo unaona mfano wa ukusanyaji wa taarifa wa OSINT. Okay, ngoja tuchague nyingine ya mwisho. Hii ni IP, tutakuja tutaiona. Okay, ngoja tuone sasa IP. Sasa hapa nitaandika hapo, utaandika what is my IP kuview IP address yako. Tatembelea hapo what is my IP. Okay, utakopi. Sasa hapa tutakopi command Python osint.py osint.py, kisha utaambia IP, kisha utamwekea na IP yako, kisha itaanza ku break down status. IP imetuambia ukweli success, country code TZ, region 2 ambao ni Dar es Salaam, city IP iko Dar es Salaam, zip aina, telecom communication. Yes, exactly, mimi natumia wifi ya TCL tu yangu imenionyesha as kama unavyoona core yapo IP. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana. Huu ni mfano wa open source intelligence. Sasa ngoja tu reverse python osint.py reverse, kisha utaweka tena IP yako. No DNS record kwa sababu mimi natumia Linux na enable proxy chains. Mimi situmia VPN, tutakuja tutaona nini proxy chain. Njia moja ya kujilinda katika website. Hii ni ile cookies ni vipande vya data ambavyo mnahifadhi katika sites. Hasa huwa sipendelei huwa ichukue IP yangu, huwa natumia proxy chains kama kujilinda. Tutakuja tutaona. Okay, thank you. It's Mr. Virus. Kama hujajoin group letu la Mr. Virus Hackers Hub, DM nikupe linki for more hacking tips na kwa ajili ya kujilinda. Thank you. It's Mr. Virus.